Nimeona uongo wa mtu mmoja hivi ambaye ajiitaye nabii aliyekuwa akimtabiria Rose Muhando. Kuna vitu nataka tuangalie kwenye maandiko, kwa sababu wako wanaotaabisha kanisa, na hii kutabisha kanisa imeanza muda mrefu. Wachungaji wengi wanafanya makosa, wanageuza maandiko wanavyotaka wao. Sasa katika Wagalatia 1:6 Biblia inasema, na staajabu kwa kuwa mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kugeukia injili ya namna nyingine. Kwa hiyo kumbe mtu anaweza akamwacha Yesu Kristo akageuka akafata mafundisho ya kina Balaamu na Balaki, akageuka kabisa na kutoka katika ramani ya Mungu. Nasema na staajabu namwacha upesi yeye aliyewaita. Manake hapa Paulo anastaajabu kwamba watu kwa nini wameacha imani, watu kwa nini wamemwacha Yesu Kristo. Lakini kinachofanya wamwache Yesu Kristo ni yale mafundisho dhaifu ambayo wameyafata watu. Mstari wa 7, wala si nyingine, lakini wapo watu wataabishao na kutaka kugeuza injili ya Kristo. Manake kuna watu wanataabisha watu na kugeuza injili ya Kristo, na maaskofu na wachungaji wengi na manabii na mitume mmegeuza na kutaabisha watu injili ya Kristo. Mnasoma au mnahubiri neno tofauti na vile ambavyo neno linavyotaka iwe. Lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri na alaaniwe. Maana yake yeyote atakayeleta injili tofauti na injili ile ya mitume, injili ambayo tunaisoma katika Matendo Makuu, katika vitabu vitakatifu, akileta injili ya namna nyingine, akasema Roho wa Bwana ananiambia, Roho wa Bwana ananiambia, na akaenda tofauti na kile Mungu ambacho amekisema kupitia maandiko matakatifu, na Biblia imeshafungwa, hakuna Biblia nyingine uwaweza kuongeza maandiko yako pale. Kwa hiyo Roho Mtakatifu kazi yake nini? Roho Mtakatifu anapokuja kwa kanisa, lengo ni kutufundisha, lakini pia kutukumbusha. Kwa hiyo anatufundisha yale ambayo yako ndani ya neno la Mungu, kutupa ufahamu namna ya kuchambua maandiko, namna ya kutambua maandiko, namna ya kujua kwa nini Mungu alizungumza hivi. Kwa hiyo ukiona mtu anasema Roho wa Mungu au Yesu ananiambia, halafu akaenda tofauti na maandiko, huyo ameenda katika injili nyingine na namna nyingine, na huyo ni msanii na mjanja wa injili. Sasa anasema yeyote atakayeleta injili ya tofauti ambayo haikuhubiriwa na mitume, iwe ni malaika kutoka mbinguni au iwe ni yoyote yule duniani. Sasa kama ni malaika aliyeko duniani, maana yake watu wao Biblia inasema walaaniwe na wanatembea katika laana. Leo mkipokea injili za watu wa namna hiyo, akisema Yesu kaniambia, alafu kumbe neno la Mungu alisemi hivyo, ujue kwamba ni laana unatembea nayo. Anasema kama tulivyotangulia kusema, na sasa nasema tena, mtu awaye yote akiwahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo mlioipokea na alaaniwe. Kwa hiyo watu wanatembea katika laana kwa sababu ya injili feki za manabii feki, wanaotabiri feki kwa ajili ya kuambia watu kulingana na kutafuta tamaa zao wenyewe, lakini si kwa ajili ya Kristo Yesu. Namuona wani mmoja ambaye anajiita kuhani akitabiria yule mama mwimbaji Rose Muhando, akimwambia kwamba utakuwa na kanisa kubwa. Hebu tumwangalie hapa huyu akimweleza, alafu irudi tena kukwambia kwamba hiyo sio injili ya Kristo, hiyo ni injili ya namna nyingine. Na Yesu ananiambia utumishi wako unakoelekea utakuwa na kanisa, na wewe Wamama vigele kwa Yesu, pachapa hautaishia kuimba tu, kuna watu utawalea. Amina Baba.
Tanzania kuliinuka wahubiri ambao walikuwa ni wakubwa wakiwakilishwa na Dr. Gertrude Lwakatare, na Mungu alimchukua na iona ile nafasi wewe ndio utaikamata. Wewe piga tena makofi kwa Yesu. Chapa 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 chapa. Injili ya Kristo au injili ya mitume ni injili hipi ambayo tumeonywa kwamba tusipokee injili ya namna nyingine isipokuwa ile ambayo imeandikwa katika maandiko matakatifu. Leo hii kumekuwa na ukengeufu mwingi kwa maaskofu, manabii na mitume. Wameruhusu wanawake kusimama katika membari, waruhusu wanawake kuwa wachungaji. Sijui ni agizo la nani ambalo lilitolewa kutoka kwa Mungu kuambia wanawake wawe wachungaji, lakini mimi ninavyojua kwamba mwanamke haruhusiwi kuwa mchungaji. Kwa hiyo wachungaji wengi hujifichia katika lile andiko ambalo linazungumzia habari ya Debora. Kwa hiyo wengi wanajifichia hapo, lakini nataka niseme kwamba Debora hajawahi kuwa kuhani na Debora hajawahi kuingia patakatifu pa patakatifu. Katika Agano la Kale Debora alisimama kama mwamuzi, lakini hakuwa anaingia patakatifu pa patakatifu. Waliokuwa wanaingia patakatifu pa patakatifu walikuwa ni makuhani na walioteuliwa na Bwana, na ni wanaume. Hakuna mwanamke ambaye aliwahi kuwa kuhani. Kwa hiyo Debora hajawahi kusimamia ratiba za kiibada. Kwa hiyo wachungaji wengi huwa wanajifichia hapo na vijana wao wanajifichia hapo kwamba Debora naye sasa, Debora mbona aliweza kusimama kuwa mwamuzi? Sasa mimi sizungumzia habari ya uamuzi, mimi ninazungumzia habari ya ukuhani. Haikuwahi kuongoza. Kwa hiyo msipotoshe. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba Rose Muhando, be careful, kuwa mwangalifu sana. Kama unahitaji kumwona Mungu, achana na huo unabii kanjanja. Tusome katika Timotheo wa kwanza 2 na ule mstari wa 12. Maandiko matakatifu yanasema, simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanamume, bali awe katika utulivu, kwa maana Adamu ndiye aliyeumba kwanza na Hawa baadaye. Wala Adamu hakudanganywa, ila mwanamke alidanganywa kabisa akaingia katika hali ya kukosa. Walakini ataokolewa kwa uzazi wake kama wakidumu katika imani na upendo na utakaso pamoja na moyo wa kiasi. Hapa tunaona Bwana Yesu kupitia Roho Mtakatifu anamkumbusha Paulo kwa habari ya anguko la mwanamke. Kwa hiyo tunaona kwamba anasema simpi ruhusa. Mwanamke haruhusiwi kabisa kufundisha neno la Mungu wakiwepo wanaume. Na hapa tunarudi katika bustani ya Eden, pale ambapo Mungu alimpa maagizo Adamu, akamwambia waweza kula matunda yote, lakini sio ule mti wa mema na mabaya. Utaona katika kile kitabu cha Mwanzo 2:15 anasema, Bwana Mungu akamtwaa huyo mtu akamweka katika bustani ya Eden ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Haya yalikuwa ni maagizo aliyopewa mwanaume ambaye ni Adamu. Na Adamu alipopata mke wake, akampa mke wake maagizo kwamba Mungu ametuzuia tusile tunda lile la bustani ambalo Bwana amelizuia. Kwa hiyo mwanamke alipokutana na shetani akamdanganya mwanamke akasema, akachukua jukumu ambalo alikuwa lake. Yeye hakupewa hilo jukumu, lakini yeye alichukua jukumu ambalo sio lake, akachukua tunda akalila na baadaye akampelekea mwanaume. Kwa hiyo Biblia ikaona kabisa aliyedanganywa ni mwanamke kufanya vile ambavyo hakupewa maagizo
na Mungu.